Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka. Nafikiri wote tuko sawa, si ndio hivyo Bila kujua. Sasa siku ya leo tutatoka kidogo nje ya mji. Enda huko mapolini, tukakaa siku kadhaa. Lakini pia kama nilivyowaambia, siku ya leo huenda tukaungana na wenzetu na wanafunzi kadhaa watakuja, na hii ni kutokana na taarifa ambayo tumempa mkuu kuhusu wanafunzi ambao wametoroka kwa akachagua wengine. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa tutaungana nao. Kila mmoja na ndoto zake kichwani. Nimepata maagizo kutoka kwa mwenyekiti kuwa kuna vijana nitawakilisha hapa, lakini pia kuna safari tunatakiwa tuelekee msituni. Kwa vijana hao kama watakuwa wako tayari, basi tusipoteze muda, tuelekee msituni kwa ajili ya kuwahi majukumu mengine. Wengine wakicheka utani wa mara. Wewe Baisa. Njoo hapa. Umefikaje hapa? Ticha, mimi nimetokea nyumbani. Wewe. Lakini hakuna aliyemuelewa. Kila mtu alikuwa bize na safari yetu ilianza kwa tabasamu, lakini njiani tukalia kwa maumivu. Tulitoka kama wanafunzi wa ndoto, tukarudi na machozi mioyo. Kagoloni wangu kwenye ajenda natoa koko. Kagoloni wangu kwenye ajenda natoa koko. Kagoloni wangu kwenye ajenda natoa koko. Kagoloni woni nyaile ajenda natoa koko. Uganga wangu mwenye ajenda natoa koko. Kagoloni woni nyaile ajenda natoa koko. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Kagolo ivone nyaile ajenda natoa kopo. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Kagolo ivone nyaile ajenda natoa kopo. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Kagolo ivone nyaile ajenda natoa kopo. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Kagolo ivoni nyaile ajenda natoa kopo. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Kagolo ivoni nyaile ajenda natoa kopo. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Kagolo ivoni nyaile ajenda natoa kopo. Uganga ni wangu mwenye ajenda natoa kopo. Karibu. Bwana mwenyekiti. Karibu. Bamkulu. Ndio baba. Wanitongea Bamkulu. Mimi nakutongea. Sasa Bamkulu, mimi nimekuja. Kuna jambo moja tu ambalo limenileta hapa. Sawa Bamkulu? Kitu ninachotaka kukuambia, ule mtego wetu, haki ya Mungu unakwenda. Ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo. Tulianza kama watalii wa ndoto, tukacheka onyo za wazee wa jadi, lakini sasa giza limetufunika. Hakuna kurudi, hakuna salama hapa. Ziara ya kifo, ziara ya kifo.
Tukitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka bila kujua mwisho wa safari, kumbe furaha ya dakika ilikuwa mwanzo wa maumivu. Asubuhi ya mapema tukavaa sare, kila mmoja na ndoto zake kichwani. Walimu wakituambia tusome maisha, bila kujua mauti yapo njiani. Basi lilijaa nyimbo na vicheko, kila kona tulipiga picha za kumbukumbu. Wengine walizungumza kuhusu mapenzi, wengine wakicheka utani wa marafiki. Neema moyo, kwa sababu ule ugeni umeshawasili kwenye ile nyumba na ninavyowajua, maana kuna kijana kamoja mule kajanja sana, ila jeuri zao na viburi vyao na dharau zao ni lazima kile chumba watakifungua. Unanielewa Bamkulu? Na kitu ambacho nimeshawaonya mara kibao, lakini kwa jeuri zao lazima tufungua kile chumba. Lakini sasa hebu niambie Bamkulu, uchawi wa safari hii unakwenda kufanya vipi kazi? Sawa? Unakwenda kufanya vipi kazi ili kufanikisha ile azima kuchukua zile damu zao? Bamkulu, wanatongea. Nakutongea Bamkulu. Unajua mwenyekiti, una akili fupi sana kama kuku. Nini tena Bamkulu? Kwani tulivyokamilisha ile laana tulitumia njia gani? Na ndiyo maana wewe ni mwenyekiti wa kijiji hiki na mimi ndiye mshika siri ya msitu huu. Mimi nakutongea Bamkulu, tena ninakutongea sana. Lakini sasa hebu niambie Bamkulu, uchawi wa safari hii unakwenda kufanya vipi kazi? Kwa sababu sihitaji kusikia harufu yoyote ya mzoga kwenye ile nyumba. Sawa? Sitaki kusikia harufu yoyote ya mzoga kwenye ile nyumba. Hebu niambie, uchawi wa safari hii umeukontrol vipi ili kusibaki harufu yoyote ya mzoga kwenye ile chumba? Bamkulu, wanatongea Bamkulu. Kile chumba safari hii atakayefungua atakutana na dunia ya mateso. Yeyote atakayefungua kile chumba atakutana na dunia ya mateso. Wanatongea Bamkulu. Hapo nakutongea Bamkulu kwa sababu hilo ni jambo letu. Na mimi na wewe tunalifahamu. Kama ulivyotangulia kusema, wewe ndo mshika siri za msitu huu na mimi ndo mwenyekiti wa kijiji hiki. Sasa basi, leo taarifa iliyopo leo, anakwenda huko kwenye huo msitu fanya sijui plakitiko sijui nini. Lakini sasa ninavyowatambua wale na ule msitu una mambo mengi sana. Kama ulivyosema, wewe ndo mshika siri za msitu huu. Ule msitu una vitu vingi sana. Kuna vibwengo, kuna sijui vinyamkela. Na ninavyowatambua, haki ya Mungu sidhani kama watatoboa kwenye ule msitu. Lakini sasa Bamkulu, mimi naomba tusipoteze muda mwingi sana. Nikuache uweze kuendelea na kutega kamera zako kuangalia mchezo mzima unavyoendelea kwenye ule msitu. Hamna shida Bamkulu. Sawa. Nikutakie majukumu mema Bamkulu. ziara
ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo. Tulianza kama watalii wa ndoto, tukacheka onyo za wazee wa jadi, lakini sasa giza limetufunika. Hakuna kurudi, hakuna salama hapa. Ziara ya kifo, ziara ya kifo. Yaani kama nilivyowatambulisha toka safari yetu ilipoanzia, huu ndo mto wetu na huu mto unaitwa mto Mbuyu. Mto huu una sifa zifuatazo. Sifa zilizokuwa kwenye mto huu, kwanza kuna samaki na kambale. Sawa Na mto huu hata kuwe na kiangazi cha aina gani, mto huu maji hayakaukagi. Hata kuwe na ukame wa kiasi gani, huu mto haukauki maji. Kwa hiyo tunashukuru, tunajivunia kutokana na sifa za mto huu. Je, kuna mwenye swali? Samahani, naomba kuuliza swali. Hivi, kwa nini samaki na kambale hawavuliwi katika huu mto? Samaki na kambale hawavuliwi kwa sababu hizo ni mila na desturi ambazo walishaziacha mababu na mababu. Kuna mwingine? Mimi na swali moja. Ina maana kwenye hiki kijiji pamoja na kwamba kuna mto mzuri kama huu, samaki hauliwi kabisa au? Hizo ni taratibu ambazo zilishaachwa na wazee, mababu na mababu. Na pia ningependa tu niwapeni faida nyingine ya mto huu. Sifa za mto huu kama nilivyotangulia awali kutambulisha kwamba haukaukagi maji. Lakini pia ifikapo saa 6 mchana, haruhusiwi mtu yoyote kuingia humu kwenye mto huu na kufanya shughuli ya aina yoyote. Na ifikapo kuanzia saa 12 jioni mpaka usiku wote, hairuhusiwi mtu kuingia. Endapo kama unataka kuingia lazima upige hodi. Pia mto huu huruhusiwi kuja na sufuria ambayo yenye masinzi. Je, kuna mwenye swali? Basi kama hakuna, nashukuru. Naomba tuelekee sehemu nyingine tuweze kuelekezana majukumu ya maendeleo kwa ndani ya mto huu. Ziara ya kifo, tulianza kama watalii wa ndoto, tukacheka onyo za wazee wa jadi, lakini sasa giza limetufunika. Hakuna kurudi, hakuna salama hapa. Ziara ya kifo, ziara ya kifo. Moja ataokoka, mwingine atapotea. Ardhi inachagua wenye roho safi. Tamaki kuongoza, unabaki milele. Tulitoka mjini tukiwa na ndoto kubwa. Saumu. Halima. Ni wewe kweli? Ndio mimi. Sasa unishangalie kushangalia wewe, mtu mkwadimu. Hivi ndio wewe kweli mko mwenyekiti nini? Wewe mkwadimu mtu kwa mpate mwenyekiti. Shida nini? Hamna bwana. Mambo tu hapa na pale ndio amenifanya niwe busy. Hamna bwana, ni mambo tu yamekuwa mengi. Ndio lako leo na mwenyekiti nini? Hem, tuambie like mwenzetu. Maana umepotea si mchezo. Wewe tuko huji. Nitakuja usijali. Unamaanisha nini sasa? Nitakuja nimekwambia. Ila sawa. Mimi kuna jambo tukanikuuliza. Unafahamu nini kuhusu kijiji chetu? Sifahamu chochote kwa kweli. Ila nahisi kuna jambo. Maana hata mume wangu simuelewi kabisa na kuna siku nimefuma anaongea na simu. Acha mumeo tu. Hata dada yangu mimi, Pendo, kuna kitu kama anafahamu kuhusu hiki kijiji. Lakini ni mchoyo kunambia, yeye ananificha. Sasa sijui shida nini. Ile yote 9-10. Achana na. Lakini siku zote azikuwa kusema. Mtu wa mzi na chemi. Hivyo wewe, usote na pressure. Kuna si punde tutajua. Wewe unaficha? Kumbe unakijua jua shoga yangu. Kwa nichukuliaje? Mimi mzigua dada upo. Usinione hivi sikupenda kana na Mswahili. Mimi mzigua zigu unavyoniona. Tusongee sana.
Mimi nipo jioni niacha mboga kwa. Hivi ngoja niwahi. Sasa mimi dangu tuna kisikani. Haya poa, na mimi naenda zangu hapo mbele. Nao tutaki kutembelea. Haya poa. Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka. Jamani, kama nilivyoeleza tulikotoka na hapa tulipofika, hii yote ni jamii ya mto Mgului, lakini mto huu una vipengele ambavyo wazee walivitenga. Hapa kunaitwa Kioo. Sehemu hii ni sehemu kuu wazee wanafanyia tambiko zao hapa. Ukiwa na shida kwenye mji huu, tambiko zinakuja kufanyika hapa, na wataalamu wetu wa tiba za asilia pia wakiwa na wagonjwa wao pia tiba zao zinafanyika hapa. Hilo jiwe hapo ndilo ambalo wanapokuja kufanya tiba zao wateja wengi wanakaa hapo kwa ajili ya kufanyiwa hizo tiba. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, na pia baada ya kutoka hapa kwa maelekezo ya mwenyekiti, nitawapeleka sehemu ambayo mnatakiwa muweke kambi kwa muda mfupi, mkiendelea na majukumu yenu ambayo yaliwafikisha kwenye mji huu. Kwa hiyo karibuni sana, hapa ndio kwenye mto wetu na huu ndio mji wetu. Wasaidi, uendelea kwenda huko. Ondokeni. Atatukuta nje huko. Endelea. Tulitoka shule na ndoto mioyoni. Tukicheka. Afadhali nimekuona. Vipi, ni kwema? Sio kwema. Haya, shida ni nini? Bila kujua mwisho wa safari. Hivi mwenyekiti, kumbe furaha ya hiyo michezo yenu mnayoifanya mnapata faida gani? Au mwisho wake ni lini? Nisikilize. Sio kila michezo ni lazima uicheze. Michezo mingine unatakiwa baki kuwa mtazamaji tu. Na hili nadhani umenielewa. Kuwa makini sana. Tulitoka shule na ndoto mioyoni, tukicheka. Bila kujua mwisho wa safari, kumbe furaha ya dakika. Ilikuwa mwanzo wa maumivu. Asubuhi ya mapema tukavaa sare, kila mmoja na ndoto zake kichwani. Walimu wakituambia tusome. Zangu tumefika eneo husika. Hapa ndipo mahala mwenyekiti aliponipa maelekezo kuwa mtafikia hapa kwa wakati ambao mtawajibika kwa shughuli zenu. Mtakapokuwa mmemaliza shughuli zenu, basi tutawasiliana kupitia simu kama kuna changamoto yoyote. Karibuni sana ndugu zangu. Basi sisi tunashuka. Asanteni sana. Ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo. Tulianza kama watalii wa ndoto, tukacheka onyo za wazee wa jadi, lakini sasa giza limetufunika. Hakuna kurudi, hakuna salama hapa. Ziara ya kifo, ziara ya kifo. Angel. Angel. Nini bana Priska, mbona usumbufu? Angel, naomba uamke mara moja. Ndio tusumbuana bana. Angel, naomba unisindikize mara moja nikajisaidie nje mara moja.
Skoto, labda tumwamshe madam. Hapana, mara moja tu chap, tunarudi. Sawa. Ongea sasa, mbona nyamaza? Madam, tulienda kujisaidia. Ikawaje? Nimeona mtu. Hem, kwende ndani mkala kwenye mnafanya mchezo eh? Mtu saizi. Au tumemwacha kule kule? Hayo nini madam? Sisi tuko naye na tumeoga naye. Mpaka dakika za mwisho tunaomba tuondoke pale Saidimika, simuoni. Kwa mimi mpaka dakika hizi sijui Saidi yuko wapi na sielewi chochote yani. Lakini madam, bila kuyua mwisho wa safari. Ila nina wasiwasi na kwa dakika. Mnajua nini? Mimi pia na mashaka. Dina, hii ni last chance. Sawa. Muda huu wao wapo busy pale na mambo yao. Sisi ndio muda wetu wa kutoroka. Ni sawa Fred, but ni hatari sana tunachokifanya. Kumbuka sisi huku ni wageni na mapoli yote haya. Ukizingatia hatujui vizuri njia ya kurudi nyumbani. Vipi tukipata shida huko njiani itakuwaje? Walimu wakituambia tusome maisha bila kujua mauti yapo njiani. Basi lilijaa nyimbo na vicheko, kila kona tulipiga picha za kumbukumbu, wengine walizungumza kuhusu mapenzi. Nimekuja kusikiliza unasemaje? Hivi Madam Hanifa, kwa nini unafanya moyo wako kuwa mgumu kama chuma cha Mjerumani? Tambua sisi ni watu wazima. Hata kama unipendi, basi ni basi tu kifamilia. Na upwelo madam. Na upwelo. Hivi kumbe wewe mjinga kiasi kwa eh? Haya, alokuambia kuwa mimi mwili wangu bao matangazo nani? Eh? Kwamba kila mtu uko mtaani uko mwenye tangazo lake anakuja kubandika mwili wangu nani? Eh? Nisikilize, naomba uheshima na adabu na mimi. Sijui unanielewa? Naomba uwe na heshima na adabu na mimi. Sio, umenielewa? Muone eti na upwilo. Kwa hiyo mimi nikusaidie kitu gani hapa? Eh? Muone. Mrefu vile kaa twiga. Sijui hata kabila gani. Uelewe kukataliwa wewe. Ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo.
tukacheka onyo za wazee wa jadi, lakini sasa giza limetufunika. Hakuna kurudi, hakuna salama hapa. Ziara ya kifo, ziara ya kifo. Moja ataokoka, mwingine atapotea. Ardhi inachagua wenye roho safi, tamaki kuongoza, unabaki milele. Tulitoka mjini tukiwa na ndoto kubwa, macho akiwa hayaoni hatari iliyojificha. Barabara ikatunyamaza, ikatunyima sauti, kila hatua ilikuwa kama inatuhesabu. Kijiji tulichofika kilikuwa kimya sana, hakuna watoto, hakuna ndege, hakuna maisha. Milango ilifunguka yenyewe taratibu, kama inasema karibuni kwenye hukumu.